Ni kwa nini vifungo vya nguvu za giza vinajirudia kwako mara kwa mara? Ikiwa hali hii inakutokea, ni muhimu kupata muda wa kutafakari. Jaribu kufikiria, kwa nini vifungo vinajirudia kwangu mara kwa mara? Kuna baadhi ya watu wamekuwa kwenye kifungo cha aina moja miaka nenda rudi. Unakuta unapambana kifungo hicho, unakaa sawa, kinarudi tena. Pengine ni mapepo, pengine ni nguvu za giza, au pengine ni limit kwenye kitu fulani. Unakuta kinatoka kinarudi, kinatoka kinarudi, na wakati mwingine baada ya maombi unakuta kinarudi na nguvu kubwa kuliko ile ya kwanza. Na kuna mwingine umekuwa ni mtu ambaye unaombewa mapepo yanatoka yanarudi tena, unaombewa nguvu za giza zinatoka zinarudi tena. Imekuwa ni kama maisha yako. Mwingine kila tu ukiombewa vifungo vipo tu. Nataka nipate nafasi ya kukufundisha alafu nikuombee. Ni muhimu kuelewa kabla ya kuombewa tu. Ukielewa itakusaidia kuwa huru. Biblia inasema kwamba nanyi mtaifahamu kweli nayo itawaweka huru. Kweli ndio inaweza kutuweka huru. Kuna baadhi ya vifungo kama hujafundishwa, kama hujaonyeshwa kweli ni ipi, hivyo vifungo vitakuwa ni sehemu ya maisha yako. Vitakuwa kama kitega uchumi kwako. Ni kama wewe umekuwa mzalishaji na kuwapelekea wao faida. Nitakufundisha vifungo ni kwa nini vinaweza vikawa vinajirudia kwa mtu. Hili ni somo muhimu sana na unaweza kupata utulivu zaidi ukanisikiliza. Andaa mahali pa kuandika, andaa muda wako mzuri sasa wa kunisikiliza. Mathayo sura 12 mstari 43 hadi 45. Pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Halafu husema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu, yani nyumba yake imefagiwa na kupambwa. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo. Mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Kuombewa peke yake haitoshi kupata ufungulivu wa kudumu wa kifungo kinachokusumbua. Ukweli wa mambo, kuna baadhi ya watu wanaombewa leo, anajisikia amefunguliwa, lakini baada ya muda vifungo vinaendelea. Mwingine ametembea kwa waombaji, kila sehemu anaposikia kuna muombaji, kila sehemu anaposikia kuna mtu anaombea, yupo mahali pale, lakini kifungo chake hakiondoki. Kifungo kimekuwa ni kile kile. Ni kwa sababu gani? Unapotaka upate ufungulivu wa kudumu, maombi peke yake hayawezi kukufanya ufunguliwe kwa namna ya kudumu. Unaweza ukafunguliwa pale kwa nguvu ya mtumishi wa Mungu au kwa nguvu ambayo iko mahali pale, lakini ukirudi kwenye maisha yako ya kawaida, kifungo kinaendelea, matatizo yanaendelea. Ni ufanyeje ili uweze kupata ufungulivu wa kudumu wa vifungo vinavyokusumbua? Ni lazima uelewe kwamba pepo mchafu ili akae ndani ya mtu lazima kuwe kuna nafasi ya kukaa. Kama hamna nafasi ya kukaa, hawezi kukaa. Na ndivyo Biblia inavyotuambia kwamba pepo mchafu anapomtoka mtu, anaangalia yule mtu anaendeleaje. Kila tunaposema toka pepo, lazima ufahamu kwamba mara nyingi pepo halifi, pepo hatuliui, kwa sababu pepo linangojea kiama, linangojea hukumu ya mwisho. Kwa hiyo hatuwezi kusema tunaliua pepo, tunalikata pepo, tunaliua. Ni roho, kiumbe cha rohoni au kitu cha rohoni, mara nyingi tunakiamuru kitoke. Bwana Yesu alitupa amri, tutapooza magonjwa, tutaponya magonjwa, tutatoa pepo, sio tutaua pepo. Kwa hiyo tunaposema pepo toka, au tunaposema pepo ondoka, au tunaposema vifungo viondoke, maanake vile vifungo vinaondoka kwako, vinahama, vinaenda kwa mtu mwingine au mahali pengine, au vilikotoka, au vinakaa mahali vikitazama hali yako ikoje, unaendeleaje, lile joto, huo moto au ule moto unaendelea. Kuna baadhi ya watu anapotaka aende kwenye maombi, anakuta kile kifungo hakipo. Yani ni kama lile pepo linaondoka, linakaa pembeni, alafu baada ya muda linarudi tena linaendelea. Ndio, kuna baadhi ya watu wako hivyo. Yani ni kwamba lile pepo linatoka linarudi. Fahamu kwamba ndani yako kuna makao ya shetani na kuna makao ya Mungu. Ni wewe unataka nani akae. Na ndio maana tunahitaji sana kuwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu eneo ambalo Roho Mtakatifu anakaa ndilo eneo ambalo mapepo na nguvu za giza zinakaa. Na ni muhimu sana kufahamu kwamba hichi kinachotumika ndani yangu ni roho wa Mungu au ni roho wa shetani. Biblia inasema kwamba msiziamini kila roho, bali mzipime kama zinatokana na Mungu au la, kwa sababu vitu hivi vinaingiliana. Yani mahali ambapo kwenye eneo ambalo Roho Mtakatifu anakaa, Roho wa Mungu anakaa ndani yako, ndipo mahali ambapo roho wa shetani anakaa. Na ndio maana Biblia inataka kwamba kila unapoombewa na kufunguliwa, hakikisha eneo ambalo pepo yule alikaa ufanye replacement, weka kitu kingine. Na watu wengi wamekuwa wakifunguliwa vifungo vinarudi. Kwa sababu gani? Shetani anaona anao nafasi ya kukaa mahali pale.
Ni muhimu kufahamu kwamba shetani anapopata nafasi ya kuingia kwako, haingii tu, anaingia kisheria na anakuwa mahali pale kisheria, na ndio maana huwezi ukamwambia tu toka kama hauna mamlaka ya kisheria kumtoa. Kwa adui au mapepo au nguvu za giza tunazitoa au tunayatoa kwa kutamka neno la kimamlaka ambalo liko juu ya mamlaka yao, na ndio maana tunapolitaja jina la Yesu liko juu ya mamlaka yao. Kwa hiyo tukisema toka, ni amri ya kimamlaka ambayo imetoka katika ulimwengu wa kimungu, inaiambia ile nguvu itoke. Na ndio maana huwa nawaambia watu wa Mungu, wachawi, waganga na vitu vyote vya giza ambavyo havitokani na Mungu haviwezi kujitoa vyenyewe kwa vyenyewe. Hakuna ufalme unaweza kujifitini wenyewe kwa wenyewe. Ukienda kwa mganga, ukaenda kwa mpandisha mapepo, ukaenda kwa mtu ambaye ana mapepo naye huwa anapandisha najua mapepo mtu mwingine ili aweze kulitoa pepo lako, hawezi kulitoa. Anachokifanya, anakuingizia pepo lilo kubwa au lenye nguvu kuliko pepo ulilokuwa nalo. Kwa hiyo mara zote utajikuta una mapepo mengi zaidi. Sasa Biblia inasema kwamba mtu ambaye ana kifungo cha nguvu za giza au alikuwa na pepo mchafu ndani yake, pepo anapotoka akikuta yule mtu nyumba yake inao nafasi, yani ndani yako kuna nafasi ya lile pepo kuingia tena. Lile pepo haliji peke yake, linajiami, linaenda kwa wengine walio waovu kuliko lenyewe, 7 wenye nguvu kuliko lenyewe wanaingia ndani yako. Hali yako ya mwisho inakuwa ni mbaya kuliko ile ya kwanza. Ndio utakuta mtu anasema kwamba baada ya kuombewa mambo yangu yameanza kuvurugika. Baada ya kufanya maombi ndio vitu vimechafuka zaidi. Yani baada ya kuomba. Ni kweli kabisa, kwa sababu pepo anapotoka ndani yako anaangalia unaendeleaje. Ile njia ambao walipata uhalali kukuingia, hiyo njia kama hujaweza kuifix au hujaweza kuidhibiti, jua kwamba hali yako inaweza kawa mbaya kuliko ile ya kwanza, kwa sababu yeye anajiami. Ukishaanza kusema toka kwa jina la Yesu, ondoka, anajiami, anasema huyu mtu sasa hivi amejiami, ana nguvu kuliko ile ya kwanza, ngoja nilete mwenye nguvu zaidi. Kwa hiyo sasa utakuta ulikuwa una moto wa maombi yanakata, ulikuwa unaweza kutafuta uwepo wa Mungu, ile nguvu yote inaondoka, ulikuwa yani anakubana kila eneo. Sasa unakuta kwamba baada ya kuombewa umepata moto, baada ya muda umejichanganya kwenye kitu fulani, unakuta umerudi nyuma zaidi. Yani ndio umekuwa mkavu kabisa kiroho. Unakuta kila mpenyo wa kiroho upati, kila chochote cha kiroho kipati. Unasema ni kwa nini? Mbona nilianza maombi tu? Ukianza maombi, ukianza kuombewa kufunguliwa vifungo, umetangaza vita. Kwa hiyo lazima kuna baadhi ya mambo uyaepuke, kuna baadhi ya mambo inabidi uyaache. Na hii ni kibiblia. Ukikwepa hapo huwezi, hakuna anayeweza kukuombea ukapata ufungulivu wa kudumu kama unaweza ukakwepa utaratibu unaokuambia. Nakwambia ukweli, labda kama hana Mungu, lakini Mungu hajawahi weka au hajawahi rahisisha kanuni zake. Kanuni za Mungu ni zile zile. Hatuwezi zikwepa kanuni za Mungu. Ili uweze kupata ufungulivu wa kudumu, lazima lifestyle yako ibadilike. Lazima maisha yako ya kila siku yabadilike. Mlango ule ambao shetani alipata kukuingia, mlango huo kama hujaudhibiti, kama hujauziba, ataingia tena tu. Yani atapata tu nafasi, ataingia tena, kwa sababu anaingia kwako kisheria, anaingia kwako kihalali, anaingia kwako akiwa anajua kabisa kwamba hapa kuna sheria, kifungu fulani kinanipa uhalali wa kumtumikisha mtu huyu, wa kumtesa mtu huyu kwa muhula fulani, kwa kipindi fulani. Neno la Mungu linaonyesha wazi katika kitabu kile cha Yohana sura ya 5 mstari wa 14. Biblia inasema kwamba baada ya hayo Yesu alimkuta ndani ya hekalu, alimkuta mtu ndani ya hekalu akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba huyu mtu aina kifungo chake kilikuwa kina mahusiano na dhambi. Akamwambia usitende dhambi tena, na anamwambia kwamba ukitenda dhambi tena lisije likakupata jambo lililo gumu au lilokuwa baya zaidi. Kwa hiyo maisha yetu kama ni maisha ya michanganyo, ni maisha ya kurudi nyuma, alafu kukosa nafasi ya kutubu, kukosa nafasi ya kuomba Mungu rehema, alafu tunasema tumeombewa na watumishi wa Mungu, tunaweza tukajikuta tunacheza maisha yako pale pale. Ili uweze kufunguliwa, lazima ujue aina ya kifungo chako kimesababishwa na nini na mlango wake ni upi. Na mara nyingi milango inayotumika kuyafanya maisha yetu yawe na vifungo vya kudumu ni kuishi maisha ya asilini ya dhambi, kuishi maisha asilini ya uongo,
Umeombewa, umefunguliwa, lakini kuna tabia ya asili, kuna kitu cha sirini bado unakifanya ambacho hicho hujakitubia, hicho hujapata matengenezo nacho. Unakuta sasa adui ndo anaanza kukuchakaza kuliko vile ambavyo alikuwa anakuchakaza mwanzo. Kitabu cha Petro pili sura ya 2 mstari 22, Biblia inaonyesha wazi hatari ya kurudia matapishi. Maana kurudia matapishi maana ni kuirudi kwenye maisha yale yale, kurudi kwenye uchafu wako. Ukiombewa, ukifunguliwa, usirudie tena uchafu wako. Wengine mnaenda kwa waganga na mko na maombi, wengine mnafunguliwa lakini mko na jambo fulani la siri, unafanya kitu fulani cha siri unakijua mwenyewe. Hii inafungua lango, inafungua access ya adui kukupata kirahisi. Lakini pia jambo la tatu ambalo linaweza likafanya ukawa kwenye kifungo cha kujirudia ni fikra, yani ufahamu. Fikra ni kitu muhimu sana. Yani fikra zako, unawaza nini, unafikiria nini, unaongea nini, ili uweze kupata ufungulivu wa kudumu. Baada ya kuombewa, unasema nini, unafikiria nini? Yale unayoyafikiria ndiyo yatakuwa maisha yako. Biblia inazungumza vizuri sana, inasema kwamba kimtokacho mtu ndicho kilichomjaa. Kwa hiyo unaongea nini? Ukiwa unaongea mambo ya kushindwa, unajua kuna mtu umetoka kuombewa lakini bado unahisi uko kwenye matatizo. Nafikiri kwa sababu kisaikolojia unakuwa umeathirika, pengine unaanza kufikiria tu mimi ni mtumwa, mimi ni mtu ambaye niko kwenye kifungo fulani. Kwa hiyo bado akili yako inafikiria kwamba uko kwenye tatizo. Lazima uhamishe akili kwamba nimeisha funguliwa, sitakiwi kuwaza utumwa tena, sitakiwi kuwaza kushindwa tena. Watu wengi wamekuwa kwenye maombi baada ya kufunguliwa, akilini mwake ametoka katika uhalisia, ametoka kuombewa na ameamini, lakini kichwani bado anafikiri tatizo lile liko kwenye maisha yake. Baada ya kuombewa, amini kwamba imekuwa na haitakiwi kuanza kushindwa tena. Inatakiwa kuanza badiliko na kuishi maisha ya ushindi tofauti na maisha ambayo ulikuwa unaishi mwanzo. Kwa hiyo fikra zako kama bado hazijapona, ni ngumu sana kupata ufungulivu wa kudumu. Ni ngumu sana. Lazima fikra zako zipone, zibadilike. Ile fahamu yako ibadilike kwamba mimi nimekuwa huru, mimi nimepona. Inatakiwa fikra yako ibadilike, mawazo ya moyo wako yabadilike. Mithali 4:23 anasema kwamba linda sana moyo wako kuliko vitu vyote ulindavyo, maana huko ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Kwa hiyo ndani yako ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Unawaza nini? Vile unavyojiwazia, vile unavyojifikiria, ndivyo utakavyokuwa. Na ndio maana mtu anapona kwa imani, na ili imani ifanye kazi inatakiwa atembee kwa imani na afanye mazoezi ya imani. Lazima uamini. Amini. Yani maana ya kuamini ni kwamba baada ya kufunguliwa, kwamba nimefunguliwa, sirudi nyuma tena. Sasa hivi mimi nasonga mbele. Wengi wamekuwa na vifungo vinajirudia. Ameombewa lakini ndani ya moyo wake haamini. Fikra zake bado haziamini. Anatafuta watumishi wakubwa wenye majina makubwa, naamini huko ndo atapata ufungulivu kirahisi. Anaenda huko, anaombewa, baada hapo imani inapotea, matatizo yanaendelea. Na nikukumbusha kwamba kila mmoja ana Musa wake wa kumvusha kwenye jambo fulani. Kila mmoja ana mtu ambaye Mungu amemwandaa kumvusha kwenye kitu fulani. Na kila mmoja mtumishi wa Mungu ana neema kwenye eneo fulani. Kuna watumishi wa Mungu ana neema kwenye eneo la uchumi, akikutamkia neno kwenye eneo la uchumi unafunguliwa. Kuna watumishi wa Mungu ana neema kwenye eneo la kupata uzao, akikutamkia. Kuna watumishi wa Mungu ana neema kwenye eneo la elimu, akisema kitu kwenye eneo la elimu unafunguliwa. Hata deliverance, kuna watumishi wa Mungu ana neema fungo fulani kufungua. Mwingine ana neema ya mafundisho, anakufundisha. Yani kwa kufundisha tunakuta umepata ufungulivu. Si kila mmoja anaweza kukufaa kwenye kufunguliwa kwako, kwa sababu neema zimetofautiana, na si wote watakaoweza kufungua wewe, na si wote wanaweza kawa wakina Musa kwako. Kuna ambao Musa alifanikiwa kuwafikisha mahali fulani, na kuna wengine ilibidi Yoshua awafikishe mahali fulani. Kwa hiyo kuna namna ambayo kila mmoja Mungu amemwandalia watu wa kuwapeleka mahali fulani. Mungu ameandalia watu kupeleka mahali fulani. Kwa jitahidi fahamu zako na fikra zako zibadilike. Badilisha mawazo yako. Acha kufikiria kushindwa kila siku. Acha kufikiria hilo tatizo lipo kwenye maisha yako. Yani kuna mtu anasema kwamba ugonjwa wangu, matatizo yangu, yani ili pepo linanitesaga sana, pepo langu hili. Yani unafikiria mpaka unahisi kama ni sehemu ya maisha yako. Kuna vitu vingine inabidi ufahamu, ubadilike. Usipobadilika ufahamu, huwezi kupata ufungulivu wa kudumu. Utakuta vifungo vinaenda vinarudi, kwa sababu katika fahamu zako unavikubali. Katika akili yako unavikubali. Lazima uvikatae na uiambie akili yako inabidi vikatae, na ubadilike kweli kutoka ndani. Badilika kweli. Mungu anatutafuta
tusimame kwenye imani, kwa sababu shetani silaha zake hatupambani nazo katika mwili, tunapambana nazo katika roho. Kwa hiyo ndani yako kama hujajaa, ni hatari, utajikuta unarudi nyuma mara kwa mara, utajikuta unarudi nyuma mara kwa mara. Mwingine ukiacha maisha ya maombi, umeombewa pale, baada ya kuombewa unafikiri kwamba basi nimeshaombewa, sasa hivi mimi nimeshafunguliwa. Unahitaji kuendelea kuomba, unahitaji kutunza muujiza. Kuna kitu kinaitwa kutunza au kuatamia muujiza. Watu wanafikiri baada ya kuombewa nimeshafunguliwa. Unahitaji kutunza, kuatamia muujiza. Kuna mtu anaweza kaombewa, akishatoa ushuhuda tu tatizo linarudi tena. Kuna watu wako hivyo. Yaani kwamba akitoa ushuhuda au akishuhudia au akimwambia mtu tatizo linarudi tena. Na kuna namna ya kuutunza muujiza. Muujiza unatunzwa, muujiza unalelewa, muujiza unakumbatiwa. Baada ya kuombewa umeona umefunguliwa, pata muda wa kuatamia muujiza. Mwambie Mungu, ninaomba uthibitishe, naomba madhihiriko ya jambo hili. Naomba Mungu udhihirishe kwamba mimi nimefunguliwa, na unaatamia ule muujiza. Kuatamia muujiza kunaweza kukaenda, lakini kuna kukamilisha muujiza. Biblia inasema kwamba kulikuwa kuna watu wa Koba waliokutana na Bwana Yesu. Walipokutana na Bwana Yesu, Yesu akawaambia kwamba waende wakajionyeshe kwa makuhani. Walipokuwa kwa njiani, wakatapata utakaso, wakatakasika. Mmoja akarudi kumwambia Bwana Yesu asante. Unajua alikuwa anakamilisha muujiza. Kuna watu baada ya kufunguliwa wanasahau kurudi kwenye madhabahu ambazo zimewafusha kwenye jambo fulani. Wanasahau hata kutoa sadaka ya kufuta tatizo na kumshukuru Mungu. Wanasahau kutoa sadaka ya kumwambia Mungu asante kwa kuniponya. Wanaona kama wamejiponya wenyewe. Wanasahau hata kurudi kumwambia tu Mungu asante. Mungu, nilikuwa siwezi, nilikuwa hivi na hivi na hivi, lakini Mungu umeniponya, Mungu umenisaidia. Mungu, Bwana Yesu alipokuwa akiponya watu anamwambia nenda kajionyeshe. Nenda kajionyeshe kwa makuhani. Lilikuwa si jambo la kawaida, manake nenda kapate utimilifu wa muujiza wako. Unaweza kuupata muujiza, lakini muujiza nani anatakiwa ukamilishe? Kukamilisha muujiza kunahitaji mchakato. Kukamilisha muujiza kunahitaji mchakato. Unahitaji mchakato. Unahitaji kuweka mchakato kabisa wewe mwenyewe kwamba Mungu, nimepona na naomba Mungu uthibitishe hili. Mungu, naatamia huu muujiza. Naatamia Mungu kanisaidie ili jambo lisirudi tena kwenye maisha yangu. Naomba unisaidie, naomba unitie nguvu, naomba unipe wepesi, naomba univushe, naomba unitetee. Unahitaji kujionyesha kwa makuhani. Siku moja Yesu alikutana na mtu ambaye alikuwa na ukoma. Huyo ukoma ulimtesa mtu yule kwa kiwango kikubwa na alikuwa akiteseka sana. Lakini Yesu alipomtakasa, akamtakasa kabisa na akamwambia kwamba umetakasika. Yule mtu mara akasimama, akapata nguvu. Baada hapo Yesu akamwambia, angalia usimwambie mtu neno lolote. Kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 44. Akamwambia, angalia usimwambie mtu neno lolote, ila enenda zako ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe alivyokuamuru Musa, kwa kutakasika kwako iwe ushuhuda kwao. Sijui kuna mtu nanielewa. Soma kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 44. Ukirudi nyuma utaona huyu mtu aliyepata utakaso, aliyetakaswa ukoma wake. Yesu alipokutana naye akamtakasa. Alafu baada hapo akamwambia, angalia usimwambie mtu neno lolote, ila enenda zako ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe kama alivyokuamuru Musa, kwa kutakasika kwako iwe ushuhuda kwao. Kumbe kuna namna ambayo baada ya kuombewa unahitaji kujionyesha, unahitaji kushuhudia, unahitaji kumtukuza Mungu, kumshukuru Mungu, unahitaji kutoa sadaka. Wengi baada ya kufunguliwa wanaona ni nguvu zao, wanaona ni madaktari wao, ni akili zao na mambo mengineyo. Ufungulivu una process za kukamilisha. Ndio maana vifungo vingine vinatoka na kurudi kwenye maisha yako. Ili uweze kupata ufungulivu wa kudumu, kuna baadhi ya vitu inatakiwa uvifanye na baadhi ya vitu unatakiwa uviepuke. Nataka niendelee na wewe ili uweze kunielewa. Kuna jambo lingine ili uweze kupata ufungulivu wa kudumu kwenye maisha yako. Unahitaji kushughulikia misingi.
Kuna baadhi ya vifungo vinaweza vikawa vinakutesa, ni vifungo vya misingi, ni vifungo vya asili, vifungo vya kifamilia, vifungo vya DNA, vifungo vyenye vinasaba. Hivi vifungo vinaweza vikawa vinajirudia, vinapata uhalali wa kisheria kwa sababu wewe ni wa kwao. Na hichi kifungo cha kifamilia ni kifungo ambacho kinaweza kikawa kinatoka kinarudi, kwa sababu kila familia inaweza ikawa inauisha miungu yake kila baada ya miezi 6 au pengine kila baada ya mwaka au miaka kadhaa. Kila miungu ina utaratibu wao wa kuisha, na ndio maana unaweza kukuta kwenye mwezi wa 12 au 11 unaona kuna makafara mengi yanafanyika, kuna ajali nyingi zinatokea, watu wanauisha mikataba, watu wanauisha maagano, yanapata nguvu kila kipindi. Hivyo basi unahitaji kujua aina ya kifungo chako ni kipi. Kama unaona kipo kwenye familia, ni kwamba hicho kifungo kilimtesa fulani, ujue sasa si wewe peke yako, kipo kwenye misingi. Unahitaji kupata maombi au kupata muda wa kufanya maombi ya kuvunja misingi, maombi ya kuvunja misingi ya asili, kuvunja misingi ya hicho kifungo. Hii inaweza kukusaidia. Kuna vifungo vingine ni vya asili, vimetokana na asili yako, vimetokana na huko ulikotoka, vimetokana na huko ambako wazazi wako wametoka au asili yako, na Mungu atakusaidia ukiweza kulielewa hili. Mungu atakusaidia, Mungu atakuvusha kwa viwango vikubwa, kwa sababu kuna watu wanateseka, kumbe kinachowatesa ni kifungo cha asili, ni kifungo cha asili ya kwao. Ukisoma kitabu cha Zaburi ya 11 mstari wa 3 inasema kwamba kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kumbe kuna misingi. Kama misingi haiko sawa, unaweza ukawa unapambana kujenga kitu fulani hakitokei. Pata muda wa kuvunja misingi mibaya na kuweka misingi mizuri. Unawezaje? Pata muda wa kuiombea familia yako. Omba rehema kwa ajili ya wazazi wako, omba rehema kwa ajili ya ukoo wako, omba rehema kwa ajili ya ukoo, alafu anza kujitakasa, anza kujenga msingi. Mwambie Mungu, najenga msingi mpya kwenye familia yetu. Hata kama kuna roho ya umaskini, najenga msingi mpya. Hata kama kuna roho ya kutokupata ndoa, kutokupata hiki na kile, kuna roho ya makufa na magonjwa fulani, navunja huo msingi. Mimi ni mzima na wazazi wangu hawatakufa kwa jambo hilo, au ndugu zangu fulani, mimi na watoto wangu hatutakufa. Jenga msingi mpya. Jenga msingi mpya, bomoa misingi ile, ili sasa adui asipate nafasi. Na jifunike kwa damu ya Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu, najifunika kwa damu ya Yesu. Yoyote atakaotuma ya kutuletea tena mizimu, mapepo ya kwetu yasinipate, najifunika kwa damu ya Yesu. Utakuta hakuna access yote ya adui kukupata, hakuna mlango wote wa yule muovu kukupata. Ni lazima upate muda wa kushughulikia misingi, lazima upate muda wa kushughulikia misingi. Hii itakusaidia, hii itakupa wepesi. Kuna wakati Gideoni, ili Mungu amtumie, akamwambia aende akavunje madhabahu ya baba yake. Kwa hiyo kuna wakati vifungo vya kujirudia vinaweza vikawa vya kifamilia, vikawa vinapata access kwa sababu ya nguvu ya kifamilia. Kuna baadhi ya vifungo vinakuwa ni vifungo vya msimu, vinakuwa ni vifungo vya msimu. Unakuta msimu fulani unapitia tatizo fulani, tarehe fulani au mwezi fulani kuna ugumu unapitia. Pata muda wa kukomboa huo mwezi au hiyo tarehe. Jaribu kuangalia aina kifungo hicho. Unajaribu kurudi nyuma. Je, wengine mmefungiwa kwenye mwezi fulani, wewe ni kupitia ugumu tu, wewe ni kupitia nyakati ngumu tu. Hili litakusaidia kuweza kuvuka na hicho kifungo kisijirudie tena kwenye maisha yako, na Mungu atakusaidia. Lakini kuna kifungo kingine kinaweza kikawa ni kifungo cha maneno. Ndiyo, kifungo cha maneno. Kifungo cha maneno ni kifungo gani? Unakuta umefunguliwa na umewekwa huru, lakini kuna maneno yalitamkwa kwako. Kwa mfano, wengine unakuta labda kwenye kipindi cha mahusiano mnawekeana maagano na viapo, nakupenda, iko hivi na hivi na hivi na hivi. Baada ya kuachana unasahau kufuta yale maneno. Yale maneno yanakushtaki. Kwa utajikuta sasa unapitia wakati mgumu. Baada ya kufunguliwa unapitia ugumu tena, kwa sababu kuna maneno. Mtu unaweza ukafungwa kwa maneno ya kinywa chako mwenyewe. Mtu unaweza ukawekewa kizuizi kwa maneno ya kinywa chako mwenyewe. Jitahidi kupata muda wa kufuta maneno, hati za maneno, hati za mashtaka za maneno. Biblia inasema vizuri kwenye kitabu kile cha Mithali sura 6 mstari wa 2, inafafanua ya kwamba umenaswa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Kwa hiyo jitahidi usiweke nadhiri ambayo huwezi utimiza, na ukipata muda wa kuvunja, Mungu atakusaidia.
Mungu atakupa wepesi, Mungu atakuvusha na Mungu atakupa neema mpya. Biblia inasema vizuri kwenye kitabu cha Mithali 18 mstari wa 21. Inazungumza kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Unachokitamka kinaweza kutokea. Mnachofungiana kinaweza kikawa kwenye maisha yako. Kwa hiyo pata muda wa kuvunja. Kuna vifungo vingine vinajirudia kwa sababu vina access, vina mlango, vina mpenyo. Hii itakusaidia. Pata muda wa maombi, pata muda wa kusoma neno la Mungu. Ukiepuka kusoma neno la Mungu lisipokuwa ndani yako, shetani huwezi mshinda. Wengi mnakwepa kusoma neno la Mungu. Soma neno, pata muda wa kufunga na kuomba, pata muda wa kutafakari mambo ya kimungu, zama kwenye mambo ya kiimani kweli kweli, toa sadaka, fanya ibada. Usijiwekee tu kwamba mimi baada ya kufunguliwa sasa hivi niko huru. Adui hajawahi kulala, anakuinda kila siku. Mungu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndero wa huduma ya Maombi ni Dawa. Barikiwe, Mungu akutendee mema. Msaada zaidi, karibu kwa njia ya WhatsApp au karibu kwa njia ya YouTube kwa kuandika Maombi ni Dawa au Maombi Tiba. TikTok Maombi ni Dawa, Maombi Tiba. Ubarikiwe, uwe na wakati mzuri.